Mjomba mkorozi ana tamaa ya fisi. Sasa nasubiri mke wangu arudi kama mlivyonielekeza, na mimi ndivyo navyoenda kufanya. Kaze mgore wange, kaze 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 mgore wange, kaze 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 mgore wange, kaze kaze. Wakuru, leo ndo siku mlioniahidi kuwa mke wangu anarudi, na mkanipa maelekezo, hivyo hivyo na mimi ndivyo navyofanya. Sasa nasubiri nimuone mke wangu. Wakuru, namsubiri. Leo ndo siku naenda kumuona mke wangu. Nawasubiri. Huyu hapa mke wangu. Mke wangu, umerudi mama. Mke wangu, nakupenda sana mama. Huyu hapa amerudi. Wakuru, hamjawahi kunidanganya. Hamjawahi kunidanganya. Amerudi. Amerudi mke wangu sasa. Karibu sana mke wangu. Mke wangu, mimi nakupenda mke wangu. Uliniacha mke wangu, nimehangaika. Pole huko ulikokuwa mke wangu. Mimi nimehangaika sana na nimepambana sana kwa ajili yako mke wangu. Uwezi amini, mimi nilikuwa na ndoo inanifuata kila siku. Mke wangu, nikajiuliza ni nini hichi? Ikabidi niingie kwenye chungu mke wangu. Kwenda kuangalia kwenye chungu changu nikakuta ni wewe mke wangu. Ndio umegeuzwa ndoo. Tena mke wangu, unageuzwa ndoo ndogo ndogo. Unanipenda? Mke wangu, nakupenda sana ndio. Fanya jambo juu ya Kamala. Hilo ndo ulikuwa umeliacha. Na hilo ndo la msingi sasa. Nakuahidi, huu ni muda wa kuingia vitani moja kwa moja. Hatutakiwi kumwacha mtu akiwa salama. Sameuchokoza. Samechokoza. Sasa sisi ndo tunaenda kumaliza. Wanasema mwanzilishi aonekana mmaliziaji. Sisi tuko tayari kuonekana. Mtoto mdogo kama huyo, yatima kama yule, atusumbue sisi. Mke wangu, mchoma ndani. Wakuru, asante sana. Mwenyekiti, kiongozi, vijana wako hapa. Hey. Vijana mashashari. Aise, karibuni sana. Asante. Habari yako? Safi, habari yako? Salama tu. Kwema kabisa. Kwema. Sasa nimewaitia jambo moja tena. Au swala letu ni lile lile. Najua tunasumbuka sana na mtu mmoja. Yaani hii nguvu ambayo ninaowaita mara kwa mara tunaitumia kwa mtu huyo. Mgolozi. Yaani jamani, kipengele kweli. Mgolozi tena mwenyekiti amefanya nini? Maana nakumbuka mara ya mwisho tulimkamata tukamleta kwako na tukamwacha kabisa mikononi mwako. Amefanyaje tena? Tuliongea vizuri kabisa. Na tukakubaliana vizuri kabisa. Tukaelewana, akakubali kwamba sitawasumbua tena wale watoto, sitasumbua tena ile familia. Lakini cha ajabu, bado nimeendelea kupokea malalamiko kutoka kwa wale watoto. Malalamiko yanakuja kwangu bado. Sasa nikaona kwamba hili swala sio la kuchukulia masiala. Sio tena la kuzungumza yeye na mimi. Umeona?
Inabidi sasa twende juu. Inabidi wale watoto niwaandikie nini, barua wapande wapi? Mahakamani, ili wapate haki yao, la sivyo ataendelea kuwasumbua. Na mimi sihitaji ile familia iendelee kuteseka, sihitaji wale watoto waendelee kusumbuliwa. Wale watoto nahitaji wapate haki yao. Haya, wamepoteza wazazi wao wote, afu bado waendelee kuishi bila amani. Yaani wafikirie mambo kibao, yaani wawafikirie wazazi, wafikirie tena makazi. Kweli hiyo inakuja na wakati walikuwa wameshatengenezewa mazingira vizuri? Hapana, niliahidi nitasimamia haki, niliahidi nitasimamia misingi ya sheria ili wale watoto wapate haki yao. Kwa hiyo agizo langu ni hili: yule mtu atafutwe, akamatwe, aletwe tena ofisini, nabidi nimpige ndani, nimpandishe mahakamani, wakamalizane huko, maana mimi ameshindwa kunielewa, ofisi ameshindwa kuiheshimu. Na tuliongea kirafiki tu, kifamilia kabisa, kwamba tusifikie huko kwenye mambo mengine makubwa, achana hilo swala. Akawa ameniahidi kweli, lakini bado anaendelea kusumbua. Sasa mimi nitafanya mambo mani, mimi na mambo kibao ya kufanya, afu nikae na mwaza mtu mmoja, ni jambo ambalo haliwezekani. Basi sisi mwenyekiti, tumekuelewa sana na tukuahidi tu, sisi yule bwana tutamkamata na tutamleta ofisini na tutamwacha mikononi mwako, na kama ulivyosema, akishindwa kuelewa basi wape tu haki yao watoto, wape barua pande juu, maana kama ameshindwa kukuelewa hata wewe rafiki yake, sidhani kama atamuelewa mtu. Afande Scrub, mbona uko kimya au hauko na sisi? Tuko pamoja, mimi nakusikiliza tu. Neno lako ni sheria. Cha msingi akamatwe huyo mtu, alafu tunamleta hapa, choma ndani. Sawa? Hawezi kukusumbua kijana mdogo kabisa huyo. Nawatakia utendaji mwema wa kazi. Tutakutana pale ofisini. Haya, sawa mwenyekiti. Asante mwenyekiti. Hamna shida. Unajua mdogo wangu, Jumapili iliyopita kwa kweli mimi nimefarijika sana kwa yale mahubiri ambayo ameyahubiri mtumishi pale mbele. Sasa sijajua mwenzangu wewe ulianoti kweli pale. Yaani watumishi wa watu wanapoteza muda mwingi sana kutulisha chakula cha uzima. Sasa kile chakula cha uzima ukisema kwamba kwa sababu ni Jumapili tu mtumishi kazungumza basi na achana nacho pale pale, kinakuwa hakina maana. Labda pengine ufanye kama vile ninavyokuambia mimi hivi, kwamba baada ya mchungaji mtumishi kuzungumza na wewe ukayachukua kutoka katika Jumapili na ukayaishi mpaka Jumapili nyingine, nadhani kuna kitu kikubwa ukiwa kama Mkristo utakipata. Kweli kaka, lazima nipitie, kwa sababu yale tunafundishwa kanisani sisi kwetu ni key ya kutuongoza katika maisha yetu. Kiukweli ujumbe ulikuwa mzuri na ulikuwa ni ujumbe ambao unatia moyo. Isije ikafika wakati watumishi wa Mungu wanakaa pale mbele wanatumia muda wao mwingi kutuelekeza, kutufundisha ni namna gani Mwenyezi Mungu anataka tuishi, alafu kumbe sisi tunaopewa lile neno tunajikuta viziwi, tunajifanyisha viziwi. Maana sasa pale sio kujifanyisha bali unajikuta wewe mwenyewe ndio umemaliza kila kitu. Lakini sasa ukiangalia ukizunguka Wakristo wengi kutoka pale kanisani yameachwa pale pale mpaka Jumapili nyingine. Sasa mimi sitaki wewe uwe hivyo mtu wangu. Asiwezi kwa hivyo, kwa sababu yale tunafundishwa kanisani, vile vitabu tunavyopewa lazima na nyumbani tuvipitie, kwa sababu yale tunayofundishwa ni muhimu tuyaishi. Yaani kwenye maisha yetu yale ni tuseme kwamba ni ngao kwetu, na ni muhimu kwa sababu ile kwetu ni sawa na kinga. Na kitu kingine ambacho mimi nakubalia wewe bwana ni mtu mkweli. Sawa? Na siku zote watu wa Mungu hawanaga kona. Yaani wananyoosha pale panapostahili. Hakuna kupindisha.
Na ndio maana mimi napenda sana kukaa na wewe kuzungumza haya mambo, kwa sababu wewe bwana upo kama mama. Yaani nazungumzia maleo mama. Yaani siku zote kwenye upendo huwa kuna Mungu katikati yake. Sasa najaribu kuzungumza na wewe kwa sababu usije ukashangaa ukasema mbona kaka anaingia nyumbani na kutoka alafu anakuja kuniambia maneno kama haya. Hapana. Yaani katika asilimia kubwa mimi ukiniona nimetulia, hata kama nikiwa nimeshika kama simu hivi, kwenye simu kuna Biblia nasoma. Kama nikikumbuka Jumapili iliyopita hii, mchungaji anakwambia tutafute amani, na amani hiyo tunaipata kwa nani? Kwa Yesu peke yake. Na ukiangalia akatoa somo fupi ambao likali na muhusu Msamaria mwema. Yule mama Msamaria alivyoenda kisimani kuteka maji, akakutana na nani? Na Yesu. Sasa kulingana na sisi matukio ambayo yanatokea katika nyumba yetu, alafu na mafundisho aliyozungumza mtumishi, nikaona sasa kwa nini tumekaa kizembe hapo? Ngoja nimdokezee kama kweli mdogo wangu anakumbuka, au ndo kama wale Wakristo wengine wale kutoka kanisani unaacha bobo, ukirudi Jumapili nyingine umetulia, mchungaji akisema wakiondoka umeacha bobo. Dada, nini? Nini shida? Dada. 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 Zimekuwa tatizo kwetu sababu ya nyumba nini tena? Alafu mbona uko peke yako? Kuna shida gani? Viatu mkononi, tatizo nini? Mwenyekiti, Mgolozi ni mchawi. Amemuua Skulubu. Amemuua Skulubu? Amemuua Skulubu. Amemchoma kisu, panga. Nakwambia Mgolozi ni mchawi, amemuua Skulubu akapotea. Unaniambia kuchoma kisu tena mwenyekiti? Huyu jamaa alikuwa serious eh? Kumbe unalijua. Alikupa onyo gani? Ni kweli aliniambia kwamba ile kesi tuachane nayo. Kwa ulikuwa unajua kama Mgolozi ni mchawi? Kamala, nimekutoa hapa nje kwa sababu sitaki mdogo wetu asikie. Sawa? Hivi ni kwa nini wewe unakuwa unapinga kuhusu kumpeleka mdogo wetu hospitalini? Kwa sababu hali aliyopo nayo ndani hairuhusu kuendelea kukaa ndani. Sasa mimi nazungumzia swala la kwenda hospitalini, wewe mwenzangu unapinga. Nini maana yake? Hili swala sio la hospitali. Kwa nini unakazana kwenda hospitali? Kamala, naomba unisikilize. Sawa? Tayari tumeshaumia sana. Katika nyumba hii tumeshaumia sana. Tumeshapoteza watu tunaowapenda. Sasa mimi sitaki kuona tunapoteza mtu mwingine. Naomba unielewe. Katika hili sitaki kipingamizi, sitaki kipingamizi. Kama mdogo wetu tunampeleka hospitalini, utake usitake, ataenda hospitali. Hivyo hili swala unaliona ni la kawaida? Hivyo dada yetu kuanguka ghafla tu. Natisha kufanya mauzauza pale ofisini nikiwa naye. Kama mwenyekiti ni mshenzi. Unajua kabisa kama Mgolozi ni mchawi. Alafu unatusukumia sisi tuende kwake ili tukalogwe, si ndio? Umefurahia sasa, si ndio? Umefurahia? Uji kama atatokea. Haya, angalia Skulubu sasa hivi ameuawa. Utarudisha uhai wa Skulubu? Jamani.
nakuchukia. Huwezi kutupelekesha namna hii. Wewe unakula maisha huku afu sisi tunaenda kupata madhara kule. Tunafanyaje sasa? Kuna cha kushauriana hapo mwenyekiti? Kama ningejua nisingejihusisha katika haya mambo kabisa. Mwenyekiti. Nilikwambia nini? Nilikwambia kama utaendelea na hii kesi basi atakukuta. Na nilikwambia kabisa sitoangalia urafiki wangu mimi na wewe. Sikia nikwambie, hicho ulichoambiwa na kijana wako ndivyo kilivyo. Ni kweli nimemuua kijana wako. Na kitu kingine, sitoweza kuwaacha nyinyi wawili mkaendelea kuishi, kwa sababu nyinyi mnaingia kwenye njia zangu. Baada ya hayo mnaofuata ni nyinyi wawili. Lakini mimi sihusiki. Niwe mwenyekiti, mimi sijui lolote, nisamehe. Hii hali unaona ni kawaida. Hapo isitoshe kaka. Hivyo sisi toka umetulea na dada toka tukiwa wadogo mpaka tunakuwa. Hii hali imeshawahi kutokea. Ya kwamba dada kaanguka tu ghafla. Kaka. Hili swala sio la kupeleka hospitali. Aha. Kumbe unatambua nafasi yangu kwenu. Si ndio? Na unaelewa nina mchango mkubwa katika maisha yenu, kwamba nimewalea. Sasa kama nimewalea na kama kaka yako, naongea nakwambia hivi, huyu aliyeko ndani tutampeleka hospitali. Utake usitake. Kaka. Mimi ndio huyu. Urisi mjomba mkorozi ana tamaa ya fisi. Urisi mjomba mkorozi ana tamaa ya fisi. Hizi mali za wazazi wetu zimekuwa tatizo kwetu, sababu ya nyumba yetu tugomane na mjomba wetu mgorozi. Mjomba wetu kaka wa mama yetu amekosa tautu, kageuka kama chatu, sababu ya urisi wetu ulioacha wazazi wetu kwenye huu ulimwengu. Mimi kaka wa wadogo zangu ni wale wadogo zangu, ila mjomba yetu tamaa inamumulu. Urisi mjomba mgorozi ana tamaa ya fisi. Urisi mjomba mgorozi ana tamaa ya fisi. Hata kwa kulazimisha anautaka, hata kwa kutishiana anautaka, hata kwa kulogana anautaka, hata kwa kutukanana anautaka.